Naam, hujambo na karibu tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo inaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii ni tamko la siku ya jana ambalo lilitolewa na Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa yuko tayari katika maridhiano, lakini pia vile moja kati ya taarifa kubwa wale wote ambao walokamatwa siku ya maandamano na kupatiwa kesi ya uhaini. Lakini taarifa nyingine ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ambacho alichokisema katika siku ya jana katika ufunguzi wa bunge kwa awamu ya kwanza ni taarifa ya kwamba kuwa amesikitishwa na vifo ambavyo vilivyotokea katika siku ya maandamano ya tarehe 29. Siku ya leo Baraza la Maaskofu Tanzania Katoliki TEC wao wametoa ufafanuzi kuhusu taarifa ambayo imetoka na mambo mbalimbali ambayo yameendelea kutokea katika siku ya tarehe 29. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesema uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeingiza taifa katika hali ya maandamano yaliyozaa vifo, watu kujeruhiwa, kupotea na uharibifu wa mali, hali ambayo imepelekea taifa kuwa na masononeko na maumivu, kwani wapo waliokuwa wakiumizwa wakiwa nyumbani kwao bila kuhusika kwenye maandamano hayo. Rais wa TEC Askofu Pisa ameeleza hayo wakati akisoma tafakuru pamoja na maaskofu wa kanisa hilo kufuatia tafakari na sala walizofanya kwa takribani ya siku 4 kuanzia Novemba 11 hadi Novemba 14 mwaka huu, ambapo maaskofu hao wametumia siku hizo kuiombea nchi amani kufuatia mapitio magumu inayopitia nchini kwa sasa kutokana na kile walichokitaja kuwa maumivu walioyaona wa Tanzania. Sambamba na kulaani matukio hayo, TEC imesema taifa limejeruhiwa na kupoteza heshima yake kimataifa, ambapo mataifa hivyo kutumia nafasi hiyo kutoa rai kwa mamlaka husika, hususa vyombo vya ulinzi na usalama na serikali kwa ujumla kuchukua hatua za haraka za kuponya taifa. Taka kufanyika uchunguzi utakao shirikisha wadau wa vyombo vya nje ya nchi, na kwamba wachunguzi wawe kutoka vyombo visivyochangamana na upande wowote, ikiwemo taasisi za kidini, taasisi za kimataifa, huru na kadhalika, huku wakitoa wito kwa viongozi wa umma kuishi maisha ya uadilifu pamoja na uwajibikaji kwa viongozi hata na raia. TEC pia imetoa wito waliokamatwa kwa hila kabla na wakati na baada ya uchaguzi waachiwe huru bila masharti yoyote. Aidha, katika maelezo yake Askofu Pisa amesema tathmini inaonyesha kuwa maandamano yalitokea nchini yametokana na ukosefu wa usalama nchini, hasa uwepo wa matukio ya utekaji, kupotea kwa kuumizwa kwa watu wasiojulikana ambao wamedai kuwa wanaonekana kuwa na nguvu kuliko vyombo vya dola na kadhalika. Sababu nyingine ni kukosekana kwa demokrasia ya kweli, hasa kilio cha muda mrefu tangu mwaka 2016, kilio ambacho hakijapatikana suluhisho la kweli. Pia imeeleza kuwa wananchi wamekosa eneo la kufikisha malalamiko yao pale haki zao zitakapokuwa zimekiukwa na kadhalika. Kwa mustakabali huo, TEC imeshauri mamlaka husika kuhakikisha inaliponya taifa na kuhakikisha mchakato wa katiba mpya unaanza haraka iwezekanavyo. Hiki ndicho ambacho kilichojiri siku ya leo mara baada ya tamko la TEC kutoka katika vyombo vya habari. Kama kaida yetu, pindi ambapo tutakapomaliza kukusomea kile taarifa ambayo ilo trend katika mitandao ya kijamii au kile ambacho kilichojiri, moja kwa moja tunaenda kukusogezea maoni ya wadau mbalimbali.
Nikianza na huo kwanza ambaye anasema hakuna Muislamu yoyote anayejua Uislamu, na maanisha aliyesoma mafunzo ya Kiislamu, anayeelewa halafu awe anasapoti hizi propaganda za Wakristo. Hawa Wakristo ni watu wenye chuki sana na Uislamu. Na Waislamu ndio maana kila anapokuwa rais Muislamu anatoa chokochoko zinazokuwa nyingi, ukosefu wa adabu unakuwa mkubwa, matamko yanakuwa mengi, kwani kipindi cha Magu Sindoloma alitekwa, Sindo saa 8 alipotea wakiwa Mo. Si ndio kipindi Lissu alipigwa risasi? Si ndio kipindi watu walikimbia hii nchi? Si ndio kipindi wengine mpaka akaunti zao za benki hazikuwa zao tena? Mama Sindo aliwarudisha nchini waliokimbia nchi. Sindo akaunti zao pia wengine wakazipata. Waliokufa pia wangapi kipindi hicho? Mbona hatukusikia matamko ya hivi? Mliambiwa msiandamane na Mange tarehe 26 mwezi wa 4 2018. Kauli mbiu Magi must go, Magu must out. Mbona walivyonyamazishwa walijaribu kufanya hivyo mkawa kimya? Aha, sababu huyo ni Muislamu, ndio maana Waislamu sio wanyonge hata kipindi hiki nchi yetu sote. Mkiendelea na huu udini na Waislamu nao wakauleta, hii nchi itakuwa haikaliki. Acheni huu ubaguzi haraka sana. Mwisho, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uibariki nchi yetu na udumishe amani yetu na kumuongoza rais wetu katika yale yenye maslahi ya raia wake, na umbariki na umpe subira kwenye changamoto yoyote anayoipitia. Hii ni comment ambayo nzito, imebeba ujumbe mzito sana. Hii comment imejibiwa na wadau mbalimbali. Nikianza nao kwanza akasema kuna amani pasipo haki. Aya. Lakini kuna mwingine akasema afu kuna Waislamu hiki kitu hawakijui, wanaunga mkono tu mambo haya, kumbe hawajui ni mbinu za kikanisa. Huu mwingine pumbavu kabisa, huna akili wewe, umeandika upuuzi tu. Huu mwingine akasema una akili za mitishamba, kaa kimya, hata acha kukanyaga haki na udini. Huu mwingine akasema tatizo nyie hamsemi ukweli. Huu mwingine akasema maneno mengi ujinga mwingi. Lakini huu mwingine akasema udini gani mgemse wewe, muuaji ya Rufiji Kibiti alikuwa huyo mama yenu au Magufuli? Magufuli ni Mkatoliki, mbona waliotoka waraka mzito nyie ndio mlileta udini? Na kikubwa zaidi, huo upande wenu hamjasoma kabisa nyie, elimu hamna kabisa kichwani. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, ndio kwanza picha linaanza. Huyu jamaa aliyeposti hii comment yake ndivyo alivyojibiwa. Tukienda na watu wengine wamesema ni moja tu takatifu la mitume. Lakini huyu mwingine akasema PhD holders zimeongea. Mbona huyu mwingine akasema mbona kama hao teki wanatoa maelekezo na wao ni serikali kwani? Hii comment naomba nijibu kama ilivyojibiwa na huyu mtu wa chini. Amemjibu akisema na serikali ipo kimya, hawa jamaa wanataka kufanya sasa hii nchi wao ndio wanaongoza. Yani ningekuwa Samia hawa wangelipa kodi hadi wachakae. Huyu mwingine akasema kwa hali ilivyo watawala sasa hivi hawaaminiki na hawa hoja tena zaidi ya kutumia nguvu ya dola na pesa kunyamazisha watu, ikabidi kuwapoteza kabisa. Nchi isukwe upya, jenzi wana jambo lao tarehe walioipanga. Naam, na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki ambacho kilichojili mara baada ya tamko la Baraza la Maaskofu TEC.